Matajiri biguni tutawagojea tuone. You can't have the two. Rich wanaheshimika hapa ndio wanaua. They kill people. They steal and kill and oppress. Liars and conmen. Wakora, wauaji. Itafika siku you kill every day. You steal. Simuue haraka. Kwani wewe ni nani? Apatacho mtu ndicho atakachovuna. Naweza nataka nione kama nimekufa, nione vile mtaniletea ng'ombe niwapige na hizo ng'ombe. Mkosa kuniletea ng'ombe wakati niko hai, mniletea wakati nimekufa. Zitawakula hizo ng'ombe hizo. Mtu hata amutaheshimi mtu wakati ako hai. Wakati mtu amekufa ndio mnamletea ng'ombe na takataka. Salimia mtu mwambie usiniletee. Sitaki ng'ombe za kamili. Really? Siku mimi nitaondoka, usiniombee mahali pema. Mind your own business. Kule mtu bahari itatoa watu wake na watu wote watahukumiwa kulingana na matendo. Kuna vitu zingine hautapewa hapa, utazikuta biguni. Wengine wataamuka wangae kama mwanga wa anga. Wengine wataamuka wadharauliwe milele. Anyway. Yaani ukiangalia wadada wanavyovaa vimini wanavyojiachia, unaweza kusema labda ukimwi haupo, kumbe ukimwi unakusubiria uonyeshe juhudi na wenyewe kuonesha malengo. Yaani wadada wanavyovaa vimini wanajiachia kitambaa, Sinza, Juliana, unaweza kusema ukimwi mbona kama vile haupo, kumbe ukimwi unakusubiria fanya umalaya wako. Utakuonesha malengo yalipo. Yaani ukimwi unasubiria ujichanganye, utembee na Mwajuma Zena Amina, uibuke. Wewe uonyesha juhudi, ukimwi kuonesha malengo. Mwizi wewe, verification compound. Nenda huko kaupate huko. Anataka kujifanya ni mtu mzuri. Hapana. Wachana ODM. ODM ni yetu. Tukipanda tunauza. Sifuna. ODM ni yetu. Tukipanda tunauza. Tukipanda tunapea Ruto. Wewe ni nani wewe? Umekuja ODM juzi tu watu wakiwa. Usitutusue. Usitupime. ODM sio yako. Hapana. Wachana sisi. Wachana sisi kabisa. Sifuna. Hapana, wachana sisi bwana. Hata akiongea Waluya sahihi. Yawa. Ati mimi ndiye secretary general. Unaambia nani? Umetubebea nini? Umetubebea nini Sifuna? Hata akiongea ODM. Sifuna akiongea ODM imeongea. Kwenda huko. Yawa. ODM ni yetu. Uendagi maandamano wewe. Nairobi inasemeka kila mara. Usaona Sifuna akitoka. Atokangi. Yawa. Sina ni mingi Nairobi. Atokangi. Kifua tu, anaongea tu. Hawezi hata mkutano ya watu 5. Lakini kwa matanga anaongea vitu 1 milioni. Kwenda huko. Umefanya nini Nairobi wewe? Sifuna amefanya nini Nairobi? Mwingine iko hapo Ososti. Wewe ukiongea bila kusema Ruto, bibi yake atolewa ambassador. Wewe funika mdomo zaidi. Wewe umaskini ndio unakufanya uone mwanamke anayependa pesa eti sio wife material. Wewe tafuta hela. Unasikia vizuri? Yaani umaskini ndio unakufanya uone mwanamke anayependa hela eti sio wife material. Tafuta hela ndugu yangu. Huyo ndio anayekupa changamoto. Anakufundisha hela zinatafutwa vipi, kiaina gani. Umesikia wewe mwizi? No. Mnataka Kalonzo tena kuwa president na aende ajenge jela nyingine huko Kambonsweni. Sisi Wajaluo na Wabukusu tena tufungwe huko. Umejua Kalonzo amejenga jela kwao na jela imejaa na Wabukusu na Wajaluo. Mkamba Kalonzo anaenda kujenga jela kwao.
Mkamba anafanyaga kosa ndio fungu. Mkamba mwenye anapigana na mdomo. Ndakungota pia. Huyo ni mtu anaweza fungu. Mkamba ukimchokoza anafanya Hii Kenya mahali inafaa iwekwe jela ni Nyanza na Western. Jaluo anakuambianga wewe bwana nitakupiga saa hiyo ngumi ishakupiga mdomo yako inakaa kama Mount Elgon. Lakini Mkamba bwana Wakamba wanasukumana mpaka sasa uone mmoja anapiga mwenzake. Unasikia mwingine anasimama, aiwe. Ndabie we. Hao ni watu nawajengea jela. Kalonzo ni bure kabisa. Bure kabisa. Wewe unabishana na Ruto badala ubishane na umaskini yenye kwenyu. Ni wakati tuambiane ukweli. Hakuna haja tubembeleze. Kama unasema Ruto afanyi kazi, jaribu Ruto na mama yako. Atasema pata rudi. Na tunaweza kasirika tuseme Ruto ana miaka 40 kama Museveni. Niko serious. Sawa, umeleta mchezo. Kubadilisha katiba. Bwana Kenya iko sawa na William Samoei Ruto. Yani sahi tukiwatch game akili yetu iko 1 million. Hiyo kwa mfuko yetu inaenda kwa mfuko wa wachezaji wetu. Kuku wewe. Wewe utaki atutaenda one time. Wewe. Tutaenda one time. President mutaleta. Hata shilingi moja mtapata. So, tukuleni ya William Samoei Ruto. Yaani mapenzi ndio darasa pekee. Unaingia ukiwa na roho nzuri, unatoka ukiwa na roho mbaya. Yaani kule kuna matukio. Unaingia mwenzako ukiwa ni mtakatifu kabisa. Ila ukishatokamo, you are the devil. Kwa sababu umefundishwa kule ni matukio. Umekuta umechitiwa, usharuka na mtu roho ya mtu. Uko klabu umemwona ex wako, umeshampiga na chupa ya kichwa. Kwa hiyo mapenzi ndio darasa pekee ambao unaingia ukiwa na roho nzuri, unatoka ukiwa na roho mbaya. Full stop. Mwanamke anaolewa na mwanaume aliye tayari kuoa na sio yule anayempenda. Sasa hapo ndio ndoa sio na furaha huanzia. Yaani mwanaume aliye tayari kuoa ndio anaoa mwanamke. Na sio yule ambaye mwanamke anamtaka, sijui amempenda muoe, hapana. Wewe, Mwajuma, utaolewa na Jose mkanga viazi pale Makumbusho. Na sio Junior wananiliwa Masaki. Tuelewane vizuri hapo. Utaolewa na mtu wa Kisinia. Na sio wa huko Marekani unayemjua wewe. Tuna sio mbali mkaba Man City pale ndio atakaye kuoa. I am not a pastor, but I want to pray for you. 2026 shall be a good year for you. You will never beg to eat. You will not cry this year. You will not lose your loved ones. Your heart desire shall be granted this year. The Lord shall meet all your need. That thing you asked God 2025 and you did not get, 2026 you will get it. Blessings shall follow you. In your going out and coming in, you will be blessed. You will not encounter accidents. Blessings of the Lord shall follow you. If you are barren, this year you will conceive. If you are looking for twins, this year you will have triplets. That's your dream car, you will achieve it this year. That's your house that you want to build, you will build it this year. Where people are going and failing, may you not go there. It means that place is not working. The Lord will take you to a place that is working. Can I hear you shout amen in the comment section? If you believe on this prayer, share this prayer to 7 people and tag your friends. God bless you. 2026 is your year of abundant blessing. Tuombe pia Musalia Mudavadi. Kwa nini? Because nimeona akiwa rushed to the hospital. Inua bendera sema Shalom Musalia. So let us pray for Mudavadi because nimeona akiwa rushed to the hospital. Sababu ya shida ya damu. Hii mnaita blood
blood clot. Yeah, nimeona. Let us pray for. Inua mkono sema Shalom Musalia Mudavadi. Unajua hii ikitokea sasa itakuwa mbaya kwa sababu opponents wake wataanza kusema ni tochi imemmulika. So let us pray for Musalia. Inua tena mara ya mwisho sema Shalom Musalia Mudavadi. Sema amen. Wewe unavaa tu hivi tu. Ndani yako wewe ni malaya. No. Ndani yako wewe ni killer, wewe ni agent wa shetani, wewe ni Judas. Kama hauna kitu inakwambia hiyo guo ina umalaya. What? Wewe ni shetani. Na utakufa kama umbwa tu. Ninajua mtu anipenda, mimi sitaki kushaguliwa, sitasimama. Ukitaka kuwa na Mungu, kutoka leo usipulize. Mkopa ingine. Sawa? Kaa maisha ya Mungu. Kula sima bila boga. Huyo Mungu aone. Lakini ukihangaisha hii roho iko ndani yako, ati umetamani mwanamke au mwanaume ufanye masturbation, you destroy your future. Nilikuwa na kanyumba ya shilingi 70 1992, 70 shillings. Saizi watu hawaishi maisha ya Mungu, wanaishi maisha ya kuhangaika. 3 bedroom, 4 bedroom, TV ni ya mkopa, kitanda ni ya mkopa, mkodoro ni ya mkopa, takataka wewe, TV ni simu. Si ukae na kamulika mwizi tu. Kakitu tu unasema, "Halo, nitakupigia kwa kidogo." Why do unajipeleka kule hujafika kwa nini? Ate kutoka hapa kwenda pale mpaka upande pikipiki. Kwenda hapa tu peke yake hapa. Si utembee na miguu hiyo pesa ukae nayo. Kama hutaweza kusave, wewe ni maskini. Kama utaishi maisha ya tamaa, ukiona watu na nguo una tamaa. Ukienda kwa mtu uone TV una tamaa. Ukiona mtu na simu, wewe ni maskini. Ni maskini, utakufa kama umbwa. Utatumiwa na kila kitu. Control yourself. Unapitia kwa butchery na unashiriki 500. Nyama imewekwa kwa kioo. Ndio watu waone. Unasema unaenda kukula mboga na uko na 500. Sababu hautaki kukaa bila kitu. Wewe uko na Mungu. You can control your life. Lakini ukihangaishwa, upulize, una hii, kukitokea hii huko. Hata Mungu mwenyewe akupendi. Hata mimi mwenyewe sikupendi. Leo naongea mambo ya wamama sababu umelala. Utanyang'anywa bwana yako na mpango wa kando. Kwa nini? Because you are stupid. You are not in your office. Umbwa haiwezi fukuza simba. Huyu mtu mko naye 24 hours. Na maandiko yanasema watapigana. Hakuna mahali bure. Hata mimi napigana. Ni vita. 3 reasons why men cheat. Pay attention, because this video is going to help your life. 3 reasons why most men cheat. Number 1, when a woman is too good. Okay. When you are too nice as a woman. When you are too calm as a woman. When you are too good, you are behaving good girl as a woman, a man will cheat on you. Men don't like a woman that is too nice. They will cheat on you. Number 2, when a woman is too bad. When you have bad character as a woman. When your character is rotten, a man will cheat on you. When you are behaving anyhow, you talk back at a man will not stay with you. That man will not stay at home. That man will cheat on you. He's gonna cheat. Number 3, when you are not good and you are not bad. When you are in the middle, you don't want to choose one side. You are somehow bad, you are somehow good. As a woman, a man will cheat on you. He is gonna cheat on you because you are pretending. You are not a good woman, you are not a bad woman, you are just in the middle. Men don't like confused women. You are confused. He's gonna cheat on you. Moral lesson. Men will cheat. Jamani, hivi ni nani alianzisha utaratibu wa kutoka kwa wazazi? Hivi ni nani huyo mwizi, huyo jambazi?
Who is start the information the people to talk lingi kwa nani alianzisha utaratibu? Hebu naomba mnitafutie huyo mtu. Aya, nimetoka kwa wazazi, nimejichanganya huko, nimempa binti wa watu mimi. Sina hata hiyo hela. Ndio naweza. Ni nani alianzisha utaratibu wa watu kutoka kwa wazazi? Mwizi huyo? Hello. Nitafutie huyo mtu na shida naye. Ubiri Yesu anaponya na niwanunulie ambulance. Mimi are you okay? Mimi ni ex-prisoner. Ninunue kufia kwako huko ng'ombe wewe. Nikuje kunikufia hapa. Kuna uliokota ugonjwa wako kufia huko. Unakufaji wewe mtoto mdogo, mimi niko 70. Hujafika 70 unanikufia hapa nyinyi ng'ombe wewe. Hiyo mawazo ya kukufa msilete hapa. Hiyo mawazo ya kukufa, hiyo mawazo ya chakula, nikupatie chakula. Nikupatie chakula, wewe ulinipatia. My God. Nilibeba mkokoteni. Wewe beba mkokoteni. What you need is spiritual connection. Ni sawa. Kama chakula ni ya siku moja tu, finished. Hata usitamani nikupatie chakula, utamani nikupatie roho. Yaani wewe unajua kabisa huo ugonjwa hauna dawa, alafu unaenda kupima ili iweje? Wewe. Pressure zingine za kujitafutia. You know very well this disease he doesn't know the nini? The dawa. Wewe unaenda kupima ili iweje? Kwa nini? Pressure ya nini ndugu yangu? Huo ugonjwa hauna dawa, kaa utulie. Mimi wala huyu. Eti naenda kupima nijue afya yangu. Ugonjwa hauna dawa, tulia. Wala kano. Sipandiche na mimi.